Sawa. Vipi? Kuna lolote? Nauliza tu. Kama kuna jambo lolote, be free. Unaweza ukaniambia. Hamna. Be free. Kama kuna chochote naomba uniambie. Hamna chochote kwangu. Nimeuliza tu. Okay, tunaelewa. Nataka nikulishe leo. Hivi hapo. Mimi nataka nikulishe kwangu. Na nikulishe kwangu. Nakupenda sana mke wangu. Hasa ukiwa na tabasamu. Tabasamu lako linaonyesha dhahiri kwamba uzuri wako uko wapi. Asante mama, nashukuru. Bila yeye moyo wangu hauna pumzi, mapenzi hayanoki, radha sisiki. Kwake yeye la pumziko la roho yangu. Bila yeye, bila yeye mapenzi hayanogi, radha sisiki. Kwake yeye, bila yeye mapenzi hayanogi, radha sisiki. Kwake yeye nyota zinapokaa juu, nakumbuka macho yake, kila neno lake linapuliza moto moyoni. Bila yeye siku haina mwanga. Bila yeye mapenzi hayanogi, radha Hivi inachukua muda gani mtu kupona majeraha aliyoyapata katika mapenzi ambayo hakudumu katika maisha yake kama alivyotaraji? Au mimi sina njia za kutengeneza penzi? Au la niseme sina mvuto, kwa sababu nahangaikia penzi ambalo halina matumaini. Sijui nifanyeje, lakini nafsi yangu naona ngumu kumwacha, kwa sababu naona hana kosa wala hana hatia. Kutokana na hii hali inaumiza sana moyo na inaumiza sana kifikra. Vipi? Shika simu yako ulikuwa naita. Ulikuwa naita? Oe. Poa, nakuja basi. Poa.
mimi ni mjinga sana. Natamani muda wote simu ingekuwa inaita, alafu angekuwa ananiletea. Pengine ingejaribu kujenga ukaribu wa mahusiano wetu. Hata hivyo lakini ningekanywa. Hata hivyo simu ite anilete yeye niwe nyumbani. Sasa nikikaa nyumbani tutakula nini? Ni ujinga. Mungu nisaidie. Yaani shida yako mke wangu, unanipenda sana. Yaani nahisi nikipasua tu moyo ndani ya moyo wako nakutana na jina langu. Othman. Uongo? Yaani hapa nyewe kuruhusa tunanukia harufu yangu. Na mimi nikiruhusa tunanukia harufu yako. Jinsi tunavyopendana. Hiyo harufu inembo kwa wanawake wengine. Okay. Ndio asikuguse. Mimi hapa ni alama ya msalaba tu. Let's. Nenda bwana. Haya bwana. Baadaye basi. Anaonekana ni mtu mwenye kuchukia kunihudumia akiwa kama mpenzi wake au mumewe. Moyo wangu hauna pumzi. Na muda wote anaona kila mtu ni yule yule. Lakini kwangu mimi naona kama tunaenjoy tu kutokana na mateso yake, kwa sababu bado nampenda sana. Ochu. Hivyo mwanamke, unataka nini katika maisha yangu? Nimeshakwambia sikupendi, sikuhitaji katika maisha yangu. Nisikize nikwambie. Ukiendelea kunifuatilia, ukiendelea kufuata nyenendo zangu, nitakachokuja kukufanya utoamini katika maisha yako. Na tena iwe mwisho na mwanzo. Iwe mwisho na mwanzo kunifuatilia na kunisimamisha barabarani. Hivi wewe ni mwanamke au ni shetani? Mbona sio muelewa? Nimeshakwambia mimi nimeoa na mke. Utakuja kuniharibia ndoa yangu. Kiendelea kunifuatilia, kitakachokuja kukukuta.
nyota zinapokaa juu, nakumbuka macho yake, kila neno lake linapuliza moto moyoni. Bila yeye siku haina mwanga. Najua si rahisi kumpenda mtu ambaye hataki kupendwa. Lakini pia najua kila moyo una mlango. Na mimi nipo hapa kushika funguo ya mlango huo. Siwezi kusema nikate tamaa katika moyo wa mwanamke ambaye najua fika kuwa kilichomkuta na masibu aliyoyapitia ni mazito, na mzigo aliofanikiwa kuubeba ni mzito kuliko uwezo wake wa ubebaji. Bila yeye moyo wangu hauna pumzi. Kilichomkuta Amanda hata mwanamke mwingine kingemkuta, asingetamani tena kuingia katika mahusiano. Mapenzi hayanogi. Nataka nimuonyeshe kuwa bado ana thamani kubwa katika maisha, na bado ana thamani kubwa katika ulimwengu wa mapenzi, kwa sababu moja ya tiba ya kuponya majeraha ya mtu aliyeumizwa katika mapenzi ni kumuonyesha kuwa unateseka kwa ajili yake. Nitaendelea kumwacha anitese, na nitaendelea kumuonyesha kuwa nimependa, na nitaendelea kumuonyesha kuwa nateseka kwa ajili yake, ili mradi tu majeraha kwanza yapone, kisha naamini atafunguka na atanipenda. Mzigo huu nitaubeba, kwa sababu nishapenda. Giza linaniita, moyo
Kwa nini